Nilipofungua macho, nilijikuta mahali pasipoelezeka. Dunia yangu ya kawaida ya Mbeya ilikuwa imetoweka. Badala yake, nilikuwa katikati ya uwanja mkubwa uliojaa ngazi ndefu za mawe zilizoelekea juu gizani. Mbali kidogo, kulikuwa na jumba refu la giza lenye minara iliyopinda, likitawaliwa na mwanga hafifu wa miali miekundu iliyochuruzika kama damu. Nilihisi kizunguzungu. Mwili wangu ulikuwa mwepesi, kana kwamba nilikuwa ndotoni. Lakini kila kitu kilihisi halisi: baridi kali iliyokuwa ikivuma, harufu ya udongo mkavu na mvuke wa waridi. Lilian alikuwa amesimama pembeni yangu, akiwa mnyonge tofauti na mwanzo. "Hapa ni wapi?" nilimuuliza, nikihisi moyo wangu ukidunda kwa nguvu. Akasogea karibu, akinishika mkono kwa upole. "Hii ni sehemu yangu, sehemu ambayo nilitokea." Nilitazama tena jumba lile kubwa la giza, nikihisi uzito wa mazingira haya. Kulikuwa na kitu cha kutisha kuhusu mahali hapa. Nilihisi kama mji wa roho waliopotea. "Kwa nini umenileta hapa?" Akanitazama kwa jicho la maana. "Kwa sababu unapaswa kujua ukweli." Nilitaka kuuliza maswali zaidi, lakini kabla sijafanya hivyo, upepo mkali ulivuma na mlango mkubwa wa jumba lile ukafunguka taratibu. Kulikuwa na giza nene ndani yake, lakini nilihisi uwepo wa kitu kikiwa ndani, kitu ambacho kilikuwa kinatutazama. Lilian akashika mkono wangu kwa nguvu. "Usiogope." Tukaanza kupiga hatua taratibu kuelekea mlango ule. Nilihisi mapigo ya moyo wangu yakiongezeka, kila hatua ikihisi kama inanipeleka karibu na jambo nisiloweza kuelewa. Tulipoingia ndani, ukuta wa giza ulitufunika, halafu mwanga hafifu wa vibatari ukawaka pande zote ukifunua kile kilichokuwa ndani. Nilihisi damu yangu ikaganda. Mbele yetu kulikuwa na viti vya dhahabu vilivyojaa watu waliovaa mavazi meusi. Uso wao haukuwa wa kibinadamu kabisa. Walikuwa na macho meupe yaliyong'aa, ngozi zao zikiwa na mistari ya ajabu kama iliyochorwa kwa wino mweusi. Mmoja wao alisimama. Alikuwa mwanamke mrefu sana, mwenye nywele ndefu zilizokuwa kama moshi. Macho yake yalikuwa mekundu kama miali ya moto. Akatabasamu taratibu. "Kwa hiyo huyu ndiye umechagua?" Nilihisi damu yangu ikiganda. Lilian akasogea karibu nami, akinishika mkono kwa nguvu zaidi. "Ndiyo." Mwanamke yule akapiga hatua moja mbele, akinichunguza kwa macho yake makali. "Una hakika?" Lilian akatikisa kichwa. "Ndiyo mama." Niliinama taratibu, sasa nikielewa ukweli. Mwanamke huyu hakuwa mtu wa kawaida. Alikuwa mama yake Lilian, na walikuwa viumbe wa giza. Mwanamke yule alinisogelea karibu, harufu ya waridi kali ikajaa puani mwangu. "Unamjua Lilian kiasi gani?" Sikujua jibu sahihi la kumpa. Nikamwangalia Lilian, ambaye alinitazama kwa uso wa huzuni. Mama yake akaendelea. "Binti yangu anakupenda, kitu ambacho hakijawahi kutokea kwa miongo mingi. Lakini kuna sharti." Nilihisi koo langu likikauka. "Sharti gani?" Lilian akageuka na kunitazama moja kwa moja. "Ili tuwe pamoja, lazima ukubali sehemu yangu." Nikakunja uso. "Sehemu yako?" Mama yake akatabasamu kwa maana. "Lilian si binadamu Juma. Yeye ni wa hapa, kutoka kuzimu." Nilihisi tumbo langu likipinduka. Nilijua Lilian hakuwa wa kawaida, lakini neno kuzimu lilifanya kila kitu kionekane vibaya zaidi. Niliangalia mazingira yale tena, kuta nyeusi, mwanga mwekundu, watu wenye macho ya ajabu wakinitazama. Nilihisi kana kwamba nilikuwa nimeingizwa kwenye mchezo ambao sikuufahamu. Nikamgeukia Lilian. "Unamaanisha nini, nikubali sehemu yako?" Akatabasamu kwa huzuni. "Inamaanisha lazima uungane na mimi." Nilihisi mgongo wangu ukisisimka. "Kuungana vipi?" Mama yake akasogea karibu, akizungusha kidole chake angani. Giza lilizunguka mbele yangu na ghafla picha ikatokea hewani. Nilijiona mwenyewe, lakini sikuwa mimi wa kawaida. Macho yangu yalikuwa mekundu kama damu, ngozi yangu ilikuwa imechora mistari ya ajabu kama ya Lilian. Nilirudi nyuma kwa mshtuko. "Hapana, haiwezekani." Lilian akasogea karibu nami, mikono yake ikitetemeka. "Juma, tafadhali usiogope." Nilimtazama kwa macho yaliyojaa mchanganyiko wa hofu na mapenzi. "Unataka nifanye nini?" Mama yake akajibu kwa sauti nzito. "Kukubali zawadi yetu." Mwanga mwekundu ulianza kuzunguka chumba, upepo mkali ukavuma, na kwa sekunde moja nilihisi dunia yote ikizunguka. Nilikuwa katika njia panda kati ya mapenzi na giza.